Hello ladies and gentlemen, boys and girls, whoever and wherever you're watching us from. This is the podcast Mike with the Makers, hosted by the one and only Mr. Volvo, nikiwa na mwenzangu hapa Imani. Ama Imani, si ndio? So karibuni sana bana. Leo tumewaletea Pretty Girl. Tunataka tusikize 1 2 3 kutoka kwake. So msiogope. Na by the way, watu wenye wanaendelea kutufuatilia TikTok, tuliwaambia ni W Records, Kevo Ali, Volvo, kasemaje? Favorite. Na pia tuko na It's Mercy by them, msisahau kumfuatilia. YouTube yetu yenye huwa tuna upload hizo mavitu zetu inaitwa W Records, enda YouTube. Sasa hii yenye tunataka tuweke, then tunakonga na pia Soul Sound Music, msisahau. And thank you so much manze kwa kuendelea kutusupport, tunashukuru sana. So leo tuko na guest wetu, kwanza acha niongee na co-host wangu nisikia kwa aje. Favor. Yeah. Kwa aje ba? Niko poa. Una feel aje kurudi kwa podcast? By siko nimeenda, nilikuwa 1 2 3. Yeah, I'm back. Shida ilikuwa back. Ministry. Ndio. So usiogope bana, unaona leo tumekaa na guest wetu Pretty Girl hapo. Umeona? Yeah. Masi. Uko aje? Sana. Una feel aje kuwa hapa Mike with the Makers? I feel excited but a bit nervous. Usiku nervous. Siko used to this. Oh, I know by then nimekuchukua tu kwa vitu zangu aufanyangi. But thank you so much bana kwa kukubali mwito. Unajua nilisema tu let me try to reach out to her. Nione kama atakubali. She's a nice lady. Akona roho safi bana. Kwambia mtu akam then ana come through si rahisi. So Masi, unajua tumekuita hapa tuongee ma story juu Masi ni yani she's that lady mwenye yani anafanya vitu mingi. Anapenda kutravel, unampata social media, she's an entrepreneur. Like how do you manage all these things? Okay, first of all, like mimi kutoka niko mdogo nilikuwa tu na hii dream ya kama kutravel. I love traveling a lot. So unaona like ukiwa mdogo una hiyo opportunity ya kutravel. So inabidi tu jikaze, ufike kwenye utafika. Ndio sasa uanze travel sasa. Kufanya vitu zako. Yeah. Of late nimekuona South Africa bana. Ulikuwa umeendea nini South? Okay, nilikuwa on a short vacation, just a vacation. Yeah. Oh, ulikuwa una vacation. How is South Africa bana? Kwa watu wenye hawajaifika huko kina sisi. Unaweza tuambia South Africa iko aje na Kenya iko aje? Okay, let me compare Kenya na South Africa. According to South Africa, they are very clean, barabara and stuff. They are very clean, organized. Huko Kenya unaona tu venye matakataka zinatupwa. Mafuriko, like mvua ikikaa mtu kidogo, chaos, bidisha flood. Haiko hivyo kabisa. Huko ulienda Cape Town ama ulienda wapi? Yeah, nilikuwa Cape Town. Oh yeah. Like ulipata ile chance ya kupita hapa hivi street kadhaa? Yeah, okay, actually venye nilienda Cape Town explore a lot. Nilienda different places, nikafanya some activities. I saw you dancing, the mapianos. You represent vizuri sana. Wow. We were very happy. Yeah, I nearly dance. How did you feel? Like will you feel aje uko outside your country na unajienjoy na people that umeona na alafu nao unajua ndo wali come up na the mapiano, si ndio? The South Africans. Yeah, hiyo song actually ilikuwa yao. So like I felt nice cause hapo kulikuwa kumejaa the white people, they don't know how to dance. Oh, so hata like hadi mimi nikidance out of the move hata hawezi elewa. Wana feel to like ukienda naanguka nayo kidogo. Waonyeshe style ya Kenya. Favor, ungependa kujua nini ya South Africa? Uliza, usiogope pia wewe, siku moja uende huko uenjoy. Hizo mashamba huko za maua ni real. Tunanga mashamba za maua. Okay. Huko hadi apart from hizo mashamba kuna pia manyumba ziko na different colors zenye sijaiona hata huko Kenya. So I think huko ndo kwenye hao watu wana try ku explore, wanaenda huko sana. Yeah. Na juzi tumesikia huko watu blacks wenye wako huko na si wa South Africa wanachapwa. Wewe ulipatana na hiyo? Hapana. Ilikuwa imeanza that time. Imeanza juzi tu time huko. Like nini ilikuwa the best moment yenye yani uwezi sahau ukiwa South Africa? Okay, mi kitu yenye ilinibamba sana ni kuzunguka tu around your town. Yeah, like kufanya hizo activities. But tena kitu tena ilinibo ni food. Food. Haikukubamba sasa hiyo siku hizo masiku uliteseka? Okay, nilikaa huko for a week. But
let me say nilistarve cause sikupata zile machakula zenye nimezoea. Yeah. So maybe to snacks hivi Yeah, to snacks and then uko tuseme nimeitisha chai naletewa sijui ni chai gani sijaiona. Hakuna Kenyan tea yetu. No, hakuna wana hadi majani. Kai, sure. True. So unapata nikienda di supermarket maybe ni buy rice na si rice hizi nimezoea tena. Hizi zetu za mwea sijui nini wazi hakuna hizo. Yeah, so unless ni buy hizi ma crepes na pia si kama za huku. So hiyo ilikuwa challenge huko. Tungepoteza mtoto wetu. Well, so this is Massive by the way, anajulikana kama It's Massive. Unasikia story yake. And Massive, I'm just sorry to ask you this, but of late umepoteza your mom, ndio? How is it? I know si rahisi, but sasa unakopaje? Like now you know you don't have your mom. Okay, my mom nilimpoteza kitambo nikiwa mdogo. I was like 2 years. After 2 years nikapoteza tena my dad nikiwa around 12 years. Nilikuwa mdogo, so my mom, let me say sijui more about yeye cause sijakaa na yeye sana. But my dad at least nimekaa na yeye kidogo tena akatuacha. So ukilose wazazi actually kuna kwanga na some shida tu. Yeah, unapata mmebaki peke yenu, mmetengana, like me and my family, my sisters, kila mtu alienda njia zake, kila mtu amechukuliwa na different. So unapata venye tumegrow hivi ndo tumekuja at least tukapatana. Yeah, tukaanza kutafutana. So hata hiyo bond haiko sana, si ndio? Okay. Lakini you trying maybe kuirudisha. Not that haiko sana. Hata like venye kila mtu alikuwa ameenda zake bado tulikuwa tuna communicate. But sisi tunaweza sema lifestyle was different juu huyu anaishi huku. Life ilikuwa different cause kila mtu amelelewa style yake. Kuna mtu unapata amechukuliwa na mtu wako na pesa, kuna mtu amechukuliwa na mtu ana. So unaona wewe kama umechukuliwa maybe na ule mtu, obviously kila mtu ataishi na wewe vizuri kwanza relatives. True. Unapata kuna ule anakumishandle aishi na wewe vizuri, alafu kuna huyu amechukuliwa at least na life yake iko better, like na mtu maybe understanding. Yeah, so unapata huyo waezi jua about the struggles ni mtu anapitia. Yeah. But I think maybe umekutana na watu wazuri wenye pia despite you losing your father and your mom, maybe kuna wengine wamecome through wakakuonyesha we still have true love yenye ina exist, ndio? Yeah, so hapo mimi naweza sema mimi life yangu ijakuwa soft. Nimepass through mamilima. Yeah, life imekuwa very hard. So mimi nimeishi maisha nikiwa mdogo, nimeishi nikijua nimeishi like maisha ya kukua kama mtu mkubwa. Ile yenye una live kama sasa wewe ni mtoi but acting like a grown up. Yeah, as an adult. Cause sasa unajua obvious ukiishi na mtu mwenye amsikizani vizuri hata ku-treat kama venye mzazi wako. True, hata yeah. So unaona. Na imekufunza nini sasa like you acting as an adult and you still a kid? Okay, imenifunza kuwa responsible first of all. Mimi nakuanga very responsible. Watu wananijua, they know. Cause nikiwa mdogo kuna vitu sikuwa nafanyiwa mimi. Kuna vitu hata sikuwahi ona kwa maisha yangu. So unapata nikiwa venye nimekuwa hivi sasa maybe niko able kujifanyia vitu zingine, I can also be able kufanyia mtu mwingine. Yeah, someone else. Cause na understand the situation. And you don't want them maybe to go through what you through kenye mimi nilipitia. Yeah. That's a good. Na wewe as I know you, unajua mimi I know that Masi she's a celeb by the way kama ujui. Unaona ude ni celeb lakini yani yako tu na roho safi. Nakwambia Faith, she has a very nice heart. Ile tu kwanza tu kumapproach nikamwambia unaweza imagine hakusema nini what, like she just accepted. So inakuwaje wewe kukuwa na like okay maybe sasa inaweza sema you have maybe what you wanted, ndio? So you can travel and what ground you ama yenye inakuhumble ni nini hiyo tu yenye inakuhumble kabisa? Okay, kitu inani humble first of all ni pia hizo vitu zimepitia pia. Yeah, the situation. So unaona ukipitia vitu kama hizo pia ufai kufanyia wengine the same. Yeah, una keep on understand mwanzako. Yeah. Na Fei, unajua kulikuanga na wala wanasema people change because watu wengine but other people change to bad, wanakuwa sasa worse kabisa. Mbona wewe ukuchange sasa worse
Maybe tuseme tu alikuwa Fei angesema dunia imenifunza now I want to be mtu mbaya kabisa, tu nikiwa mtu rebellious. Wewe ukaamua kukua the opposite now. Yeah. Okay, cause mi venye nimewaambia mi sijaishi na mom sana, nimeishi na dad at least. Let me say at least. So my dad alikuwa mpole sana. Alafu alikuwa ule mtu, unaona ma relatives, ma sisters zako wanakucontrol na wewe uko kwako bado. So unapata hadi sisi bado tunakontroliwa na au ma family. The family members. Yeah, so like let me say venye vitu zilikuja zikakuwa like better at least on our side. Cause nisi tumejingangania hata au ma relatives hawako anywhere, unaona. So nikasema tu like zile vitu nimefanyiwa nikiwa mdogo, siwezi like wafanyia tena. Cause mimi sina hiyo roho mbaya, I'm so caring. Yeah, so until now hadi watu wenye hatuko in good terms now, the relatives right now we are very much okay. Na me actually I support them, sina hizo maubaya cause hizo ni vitu zilishapita. Yeah, on that note, naweza ambia mtu inakwanga sana, unaona you see those orphans, hao watoto wenye hawana mama baba, hao watu yani maombi yao wakiomba yeye ufika heaven direct because father was in God. Their father definitely ni God. Hawana earthly father, and most of the time we tend to kuwapitisha mambo. On that note, kuwapitisha mambo ni kama unaona juu mtoto ana mamake, unamtesa, unamfanyia hivi. Na that's why those children tend to be defiant, anakuwa rebellious. Yeah, so thank you so much Masi aku turn out kuwa rebellious. Masi ni soft spoken. Nimempenda tu. Yeah, she's a good girl. Yeah. So Masi, nakumbuka the first day I met you tulikuwa church, si ndio? It was a church function. Like so ni wewe mtu pia wewe ni msee pia unapenda church? Ama ulilelewa kwa kanisa? Let me say mimi nimelelewa kwa kanisa. Yeah, but nilikuwa naendanga Catholic. Actually tukimit mimi pia nilikuwa mgeni in church. I was just invited na my friends. Ni my youth huko, so nilienda tu because of your function, but mimi wenda Catholic, but for now let me say siendi. Mbona wewe usiniambie uliacha church? Okay, si lazima uende church. Ni ile I left church ati hukuacha Mungu. Okay, niliacha Catholic, but at least kuna yenye huwa tunaenda. You still Yes, I still go to church, but a different one. Haina shida. So Masi, alafu she's also an entrepreneur. Like ni nini ilifanya maybe uka come up na your business? And how has it been? You see, unajua si rahisi. I know we have many people wenye wanasemanga I want to start this but still inakuwa ngumu. So how was it until hapa penye uko sasa? Okay, starting a business kwanza, first of all si kitu rahisi. Ni kitu tu unaweza sema unataka kuanza, but tena si rahisi hivyo. Unaweza anza biashara leo na maybe nyota yako hata si kwa biashara iende kai imeanguka. So mimi nilikuanga tu na hii dream ya kuwa na my own business. Cause mimi kusema kweli hapo kwa kuandikwa ni ngumu. Utaki kukontroliwa. Yeah, venye nilimalizanga form 4 nilijaribu kuwork kwa bookshop. But sikumaliza hadi 3 months hapo. Ukachoka ukamwambia? Yeah, cause hapo unapata mtu anakucontrol juu unamfanyia kazi like hauna hadi freedom. So unaona hapa nikaona tu mimi hapa kazi ya kuandika itakuwa ngumu, so I have to work hard at least mimi nikuje nifungue yangu yenye. Sasa utaandika hakuna mtu atani control. Exactly. Yeah, so nilikama up to na hiyo idea ya kufungua business, nikafanya my level best kusave nini, nikaanza hiyo job yenye niko nayo sasa. Imagine sisi like acha nisiseme sisi maybe fair yuko hivyo sasa, like mtu kama mimi nimejaribu hiyo kusave yako. Kwani mna save aje guys? How do you guys save? Hebu waambie like okay, ulikuwa like how disciplined are you? You know tuko na wale watu wenye wako disciplined kabisa. So ni nini inachangia ndio uko na hiyo discipline ya kusave? Okay, unajua kwanza first of all ukitaka kufanya kitu lazima ujinyime vitu zingine. Unaona, sasa ukitaka kusave kuna tu vitu kama hizi raha nini. Kama let me say yo kutravel. Mimi napenda kutravel kila saa, lakini nilisema hii mwaka
nijinyime kutravel, at least nifanye kitu yenye itanipatia pesa. So ni all about kujinyima tu. Kujinyima and knowing what you want. Yeah, knowing what you want. I don't know if you are okay telling us your business and why you chose it. Like mbona hukuenda kwa ingine kama kufungua studio kama hii yetu ukaamua tu now I want to go to that one. Okay, mimi napenda fashion sana. Wow. So Kenya ilini inspire kwanza nilifungua business ya manguo, it's like a boutique. Yeah. Because mimi napenda fashion, napenda things to do with manguo and stuff. So niliona hiyo ndo kitu best yenye mimi naweza fanya, plus the friends I have ni wale wa hizo kudrip. Yeah, wow. So ukajua wanataka ni warute huku and the only way you can catch them ni hivyo, si ndio? To come up na that. So that's good. Na by the way, who's that your friend mwenye tu yani wewe unamshukuru tu? Unajua tuko na friends wa kuparty kunini, but tunakonga tu sometimes na friend mwenye he or she is with you like in terms any conditions zote tu anakuwa na hapo kwa friends nayo una draw the line. Hapo okay, mimi sina that friend mwenye naweza sema anaweza kuwa there for me hivyo. Let me just say my sisters out too. But friends mimi hata nilicut off friends, not that I have, niko tu na wao but ni wale tu wa friends. Like I know. Yeah, not ile. Just so my sisters no, let me say wanaweza kuwa there for me, kuni support. Wow. Okay, Mercy. Okay, umesema uko kwa clothing, uko na clothing. Unaweza tuambia hiyo clothing yako inaitwaje? Iko wapi? By the way, tukienda break, tunataka tuende break kidogo, so utatuambia tu, alafu tukirudi ukimalizia pia tutakupatia a very nice time kabisa useme about your business and whatever. So hebu ambie jina kwanza before tuende break. Okay, page yetu ya job inaitwa MB Elite Collection. We are located Kasarani Maternity Contour Business Center. So guys, tunataka tuende break kidogo, na by the way mnajua pia sisi tuko na business zenye huwa tuna advertise, so tunakuanga na shoe itabidi Kevale ameniambia hiyo jina inakuwa ngumu, but tukirudi tutawaambia. Thank you so much, msiende, tunarudi after the break.